uke unapiga kelele na kutoa hewa wakati wa tendo? Hii ndiyo sababu. Katika maisha yetu ya kila siku, kuna mambo mengi yanatokea na mengine kuibua sintofahamu kubwa miongoni mwetu. Ndugu yangu, naomba muda wako leo nikupitishe kwenye mada hii. Kujamba kwa uke ni nini? Uke wa mwanamke kutoa hewa wakati wa kufanya ngono, tendo la ndoa, mazoezi au kazi za kubadilisha mikao mbalimbali huwa ni hali ya kawaida sana na haina madhara yoyote. Kitendo hiki hutokea kwa sababu hewa inakwama ndani ya uke, kisha inapotoka husikika kama mtu kajamba, ingawa hewa hii haina harufu na hudumu kwa sekunde chache tu. Ndani ya uke kuna mikunjo maalum inayoitwa rogae. Umewahi ona ile mikunjo ya bati? Basi hizi rogae zipo namna hii. Rogae hizi ndizo zinazoipa uke uwezo wa kupinda, kupanuka na kurudi katika hali ya kawaida. Hata hivyo, zinapokuwa zimelegea au kubadilika kwa sababu fulani, huweza kuchangia kutokea kwa hali ya uke kutoa hewa. Queefing kitaalamu huitwa hivyo. Uke kutoa hewa. Kujamba kwa uke huwa ni kitendo cha kawaida na wala hakuna madhara wala hatari yoyote ile. Ni jambo la salama na la kawaida kabisa. Sababu za kutoa hewa ukeni. Namba 1, tendo la ndoa au ngono. Mikao fulani, mfano mkao wa mbuzi kagoma, huchochea hewa kukamatwa wakati uume unatolewa. Hewa ile huachwa huru. Ngono ya vurugu, love sex, pia huongeza hali hii. Namba 2, mazoezi. Mazoezi ya kukimbia au kubadilisha mikao yanaweza kusababisha hewa kuingia na kubaki ukeni. Namba 3, kuingiza vitu ukeni, mfano vikombe vya hedhi, vifaa vya uchunguzi au vifaa vingine vya kibinafsi. Namba 4, kujifungua. Wakati wa kusukuma mtoto, hewa huingia ukeni. Pia uke huwa umetanuka zaidi, hivyo hewa upenya kirahisi. Namba 5, kuongezeka kwa mgandamizo tumboni, mfano ujauzito husababisha kuta za nyonga kulegea, hivyo hewa hupita kirahisi. Namba 6, misuli ya nyonga kuwa legelege. Hii hutokea pale misuli ya nyonga haijaimarishwa vizuri. Namba 7, ukomo wa hedhi, menopause. Upungufu wa homoni ya estrogen, homoni ya kike inayosaidia uimara na unyevunyevu wa misuli ya uke, huchangia misuli kulegea, hivyo hewa huingia na kutoka kirahisi. Rogae hupungua pia kipindi hiki. Nini cha kufanya? Suluhisho la hali hii. Namba 1, mazoezi ya Kegeli. Haya husaidia kuimarisha misuli ya nyonga. Jinsi ya kufanya mazoezi haya: kaza misuli ya uke kana kwamba unazuia mkojo. Shikilia sekunde 5 kisha achia. Rudia mara 10 angalau asubuhi na jioni kila siku. Namba 2, mazoezi ya yoga yanaimarisha misuli ya nyonga na kuboresha uthabiti wa mwili.
Namba 3, epuka ngono ya vurugu. Kufanya tendo la ndoa taratibu hupunguza nafasi ya hewa kukwama ukeni. Na namba 4, kumwona mtaalamu wa afya ikiwa hali hii inasababisha usumbufu mkubwa au kuathiri maisha ya kila siku. Ni vyema kupata ushauri wa kitaalamu. Ushauri wa ziada: wanawake wazingatia usafi wa sehemu za siri ili kuepuka maambukizi. Wazazi na walezi wafundishe watoto wa kike kuhusu afya ya uzazi bila aibu. Wanawake na wanaume wakumbuke, hali hii ni ya kawaida na haina madhara. Msihisi aibu wala kujiweka katika msongo wa mawazo. Inaweza kuwa ni wewe ama ndugu yako, rafiki yako ama mpenzi anapitia hali hii. Basi mpe moyo, mwambie asijisikie mnyonge. Hii ni hali ya kawaida sana na haina madhara yoyote yale, isipokuwa kama mtu atajisikia kuaibika au kutokuwa huru, anashauriwa kufanya mazoezi hayo kila asubuhi na jioni. Kwa wale wenye matatizo ya nyonga, wanashauriwa kumwona mtaalamu wa afya aliye karibu na kupatiwa matibabu na mwongozo juu ya vitu vya kufanya. Kumbuka, huu sio ushauri wa daktari. Unashauriwa pindi unapopata dalili kuwahi hospitali haraka kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Kama hali hii imewahi kukutokea, niandikie hapo kwenye komenti. Usisahau kulike na kushare kwa wengine ili wapate elimu hii.